10 zisema ziko na kolabo ama ni Mansolo ni wewe peke yako? Kwa sasa niliona sijafanya kolabo bado. Ni kwa sababu niliona angalau nikatengeneze msingi, nikawa imara kwanza. Nikishakuwa imara nitapata mtu ambayo tutafanya naye kolabo. Ni kwa sababu nilionelea kama sijakuwa stable na nifanye mtu naye kolabo, siku moja ataondoka na itakuwa changamoto kwangu. Naam. Lakini kama niko stable, nimetengeneza msingi, nikipata mwingine tukifanya naye kolabo, hata akienda nitakuwa bado niko stable. Yeah. Labda jinsi ambavyo umeamua kuchagua nyimbo za Injili, je, siku za usoni tukutarajie wapi? Utabakia pale ama utabadilisha mawazo baadaye? Tamanio langu ni kwamba nikabaki pale kwa hiyo Injili. Kwa sababu kuna sababu kadhaa ambazo nafanya nikaimba Injili. Ya kwanza ikawa ni ile ni ushuhuda. Ukisikiza mara mingi nyimbo zangu na kuanga za ushuhuda ambazo nimeshainitokea mara mingi. Bila shaka. Yeah. Sasa huwa najaribu kuona kuna kitu mimi nimepitia na huenda kuna mwingine ameshapitia ama amekosa mtu wa kumtia moyo kwa ile hali anayopitia. Hii inatokea kwa sababu kuna watu ambao wameshasikiza nyimbo zangu akaniuliza, mbona unaimba kitu kana kwamba tumeishi na wewe? Yaani ile hali ambayo mimi naimba huenda naye mtu anayepitia hiyo hali na amekosa mtu wa kumshika mkono. Naam. Yeah. Sasa nikaona angalau nikabaki pale nikatia mtu moyo katika maisha yake. Yeah. Asante. Najua wengi wanafikiri na wanajua kwamba nyimbo za Injili ni huduma kwa Mungu na wengi wanajua kwamba haina mapato. Je, wewe katika shughuli zako za kila siku, bills zako unafanya vipi? How do you earn your living? Mimi nafanya kazi kadhaa. Mimi nafanya biashara ya ukulima. Yeah. Kwa hivyo labda wito wako kwa wale wangependa sana kujiingiza kwenye industry ya muziki ni gani? Wito ni kwamba angalau unapofanya muziki, kwa sababu wanasema wanamuziki ni kioo cha jamii. Kumaanisha kila mmoja katika jamii anakuangalia. Sasa kumaanisha ule ujumbe ambao unaimba ama unapatiana kwa jamii, una malengo gani? Unamfundisha mtu, unamuinua mtu ama unikuharibu? Kwa sababu utapata kuna nyimbo ambazo hata wewe mtangazaji ukiwa kwa nyumba yako wakati inaimbwa kwa radio ama kwa TV, hawezi kaa ukaona na watoto wako. Kama ni kioo cha jamii, siku nyingine mtoto wako atasema baba anaimba ama mama anaimba hivyo. Tuona ni aibu kabisa. Lakini ukiimba kitu kizuri ambacho wewe mwenyewe utakuwa na furaha na amani kuona na watoto wako, na mtoto wa jirani pia ataona, na utamfundisha maisha, itakuwa raha sana. Utakuwa kioo kizuri katika jamii. Usije ukawa kioo cheusi. Cheusi kabisa. Yeah. Changamoto za kibinafsi ni gani katika safari hii ya muziki? Changamoto ya kibinafsi nimesema kitu cha kwanza hela, na mtaji wa kufanya hii shughuli. Naam. Alafu cha pili kukubaliwa katika jamii, especially kama unatoka familia ambayo hawamwamini Mungu vizuri. Hawajaokoka vile. Kukubali na unafanya Injili, changamoto nyingine. Tukikupa ya tatu, kuna hivi vyombo vya habari. Naam. Vingine ukisikiza 3/4 ya muziki ambao unachezwa especially kwa vyombo vya habari vya Kenya, utapata ni muziki wa nje. Wana promote wasanii wa majuu. Wasanii wa majuu wa nje. Lakini si wenyewe ambao tunasikiza radio zao ama TV zao, mara mingi muziki hauchezwi. Sasa kumaanisha hatufikii watu kwa ukubwa. Ujumbe wetu unabaki chini kwa chini. Na uende ulikuwa na manufaa kwa jamii, hata kwa taifa nzima. Naam. Yeah. Tukikupa kama miaka kama 2-3 hivi, tukuone katika viwango gani? Viwango vikubwa sana. Natamani kwenda mbali sana. Kwa sababu kuna wasanii ambao nimeona wanafanya vizuri.
na wengine wameanza kuulizia Emmanuel, tutakupata vipi tufanye kazi. Naam. Swali hilo hata wengine ni wa nje, wengine ni wa hapa ndani. Yeah. Swali hilo pia tunakuuliza kwa ajili ya msikilizaji kwamba je, nyimbo zako umeziweka wapi? Tukitaka kuzipata tutaipata wapi? Nyimbo zangu ukienda YouTube utapata, ukiangalia Emmanuel T Shalom utapata nyimbo zangu. Ukienda Audiomack unapata nyimbo zangu. Naam, ni hizo tu pekee yake, ndio zingine bado sijapeleka nyimbo zangu. Asante sana Emmanuel kutega muda wako na kuweza kupata kuwa na mazungumzo nasi moja kwa moja kwa ajili ya msikilizaji ambaye anasikiza nyimbo zako na ajui kwamba hizi nyimbo zimeimbwa na nani na zitapatikana wapi, siku gani, wakati gani. Naam, nashukuru sana kwa kunipa fursa ya kuongea na wasikilizaji wako, mafans wako. Naam. Ningependa kuwasihi tu angalau wakaende kunipatia support pale YouTube. Wa subscribe na wa share na wenzao, angalau nikahudumie marafiki zao. Bila shaka. Naam. Asante sana, siku nyingine tutatenga muda zaidi ili tuweze kupata kuwa na mazungumzo zaidi kushinda siku ya leo. Asante sana, Mungu awabariki sana, wajalie siku njema na mafanikio yakawe sehemu ya maisha yenu. Shukran. Asante sana msikilizaji, huyo amekuwa Emmanuel T Shalom kutoka kule Mombasani kule, msanii wa nyimbo za Injili. Kwa hivyo zidi kumfuatilia, zidi kulike nyimbo zake,